Ni Bikachala bwana. We nani? Mimi Bikachala. Bikachala si huyo? Nimekwambia Bikachala karudi. Bikachala. Nilijua tu Bikachala kwa jinsi anavyonipenda vile hawezi kuniacha mimi niondoke. Bikachala. Unajua na wewe unaanza kuwa fara mdogo Unaanza kuwa fara taratibu sana. Ndio mshangilie hivyo. Bikidawa, hebu acha wivu wako huo wa kifala. Mimi nashindwaje kushangilia sasa? Yaani niache kushangilia wakati bilionea amekuja? Tajiri yangu amekuja wa siku zote. Bikachala. Lazima nishangilie. Hapa ndio ulipokuwa utajiri wangu bana. Mimi mnaniozi. Bikachala nalo halina hata subira. Bora lingekaa hata wiki nzima basi litulie angalau. Yaani hata siku moja haijaisha. Nimelala tu siku asubuhi tayari juu limekuja kumchukua mwanaume. Mimi mnaniuzi kwa kweli. Mimi nauzika. Wewe Bikidawa. Wewe usinipigie kelele Bikachala. Njoo unifungulie mlango. Nakuja kukufungulia mimi mpenzi wangu. Don't worry. Vipi afande Kwicho? Umefanikiwa kumtoa? Hata theluthi. Jamaa kakataa hata kutoa ukucha tu nje ya selo. Hataki yule kijana. Sijui tu mle ndani kuna nini mpaka anang'ang'ania kiasi kile, kwa sababu hakuna mtu anayetamani kukaa selo bwana. Hata kama unalala bure haulipi kodi, lakini selo ni selo tu. Haiwezekani yule bwana kang'ang'ania kukaa selo mle kama ndo alipozaliwa pale. Yaani we acha tu. Mimi mwenyewe mimi toka nianze kazi nimekutana na wahalifu wengi mbali watukutu, lakini huyu kazidi. Sijawahi kukutana na mhalifu ambaye ni mbishi, anajibu kwa kebehi, tena full confident. Yaani anajiamini kupitiliza. Sadakta kabisa, hewala. Hata mie nimekutana na watu mbalimbali mmerushiana nao ngumi, wanapangua wanampiga ngumi, lakini huyu kazidi huyu bwana. Tena huyu hapigi ngumi, vita yake ni ya maneno tu. Akutilia maneno kiasi kwamba hadi mimi nakata tamaa. Huyu bwana kwa kweli tutafute namna nyingine ya kumtoa pale, lakini kumtoa hivi kwa nguvu wala hatutaweza. Yule bwana ni mtukutu, mimi sijawahi kuona. Yaani mimi hadi naishiwa power. Lakini afande Martha, mimi na idea moja. Yule bwana vita ya kumcholomoa mle kwa nguvu tumeishindwa. Yule bwana anaongea kapulumundu, mdomo sijui umetiwa memoli, maana huongea kiasi kwamba mpaka mimi kichwa cha niuma. Yule bwana hakuna haja ya kumtoa mule kwa nguvu. Zinazomtia kiburi yule, hana njaa yule kashiba. Yule kashiba ndindindi tumbo limemjaa mbwi. Acha awe na njaa yule. Akiwa na njaa mle ndani atatoka tu mwenyewe. Sadakta, hapo umeongea. Mimi mwenyewe nilikuwa nawaza hivyo Kwicho. Yule tumwache tu mle ndani, hamna kumpa chakula. Sasa hivi kashiba, akiwa na njaa yule atatoka mwenyewe pale bila kulazimishwa. Mgeni huyo. Karibu, ingia, mlango uko wazi, ingia tu. Naingia. Wewe ingia tu, usiwe na wasiwasi. Karibu sana, japo sura sio ngeni. Kama nishawe kukutana na wewe eti au unajishobokesha? Zitakuwa shobo hizo dadangu. Ushawahi kukutana na mtu amevaa kikoti cha 200,000 wewe? Mimi sijawahi kukutana na wewe. Basi bwana, duniani wawili. Maana umefanana na mkaka mmoja hivi copyright. Alishawahi kuletwa hapa, amemtongoza mshangazi ukakasirika ukamleta kituoni. Yaani hivyo. Upara, ndevu, kasoro tu muonekano wako. Wewe unaonekana unajiheshimu, msafi, alafu umevaa nguo za gharama. Tena si hivyo tu, unaonekana una pesa wewe, maana unanukia Ankara mtupu. Yaani mwanaume kumsifia mwanaume mwenzako kwamba ana hela, alafu kwa malingo kabisa unalegeza domo. Huo ni usalumu mnato mjomba. Hebu kausha naye kaza. Acha sifa zitoke kwa yule dada. Taratibu kaka. Jitahidi kuwa na mipaka ya maneno. Upo kwenye himaya za watu, huyo ni mkuu wangu, mkuu wa kituo. Kwa hiyo jitahidi mdomo wako uwe mzito kidogo kuongea maneno ya hovyo. Na labda tu ni muombe aende moja kwa moja kwenye dhumuni lilomleta hapa, maana huko anakuelekea sasa tutarushiana ngumi. Haya, ni kitu gani kimekuleta hapa? Nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Kitundu Black America ndevu mbili, Mnyamwezi Bisho ambaye sina matunzo kivile, lakini ndio muuni wa kwanza kuvaa kikoti cha 200,000. Tafuta tauni nzima hii uweze ukapata muuni kama mimi afu kashidilia kikoti kama hiki. Mimi kilichonileta hapa, dhumuni langu kubwa, na mtafuta dogo wangu mmoja anaitwa Shemtoi. Huyo dogo nilikuwa naishi naye kwenye ghetto moja. Umeona bwana, mimi nikajipata, umeona nimejipata, nimeokota mshangazi unanipa mihela mimi. Lakini dogo anateseka kinoma, kafukuzwa alikokuwa naishi, alafu mwenye nyumba kamtia selo. Kwa hiyo nahisi yuko kwenye selo za polisi, za kituo hiki cha polisi. Mimi namtaka huyo dogo chap. Sasa afande Kwicho, huyu ndo atatusaidia kukitoa kile kipengele kinachotusumbua.
atatusaidia kumtoa yule kijana mle ndani. Naona mnanong'onezana. Mimi sijaja mikono mitupu, nimekuja na hela. Nimekuja kumwekea dhamana yule dogo. Hapana. Wala si hatuna shida na dhamana wala pesa kutoka kwako kijana. Kwanza sisi tunakushukuru sana kwa sababu ile kijana msumbufu anatusumbua hapa ndani. Kila siku tunamuomba atoke katika selo, hataki. Wakati ile kesi tale ishakwisha na hana kesi tena hapa. Kwa hiyo wewe utatusaidia kumtoa yule bwana. Tena bure bila hata senti 5. Nadhani bila kupoteza muda ningekupeleka katika selo alipo ili ukatusaidia kumtoa. Alafu sasa nikwambie binti, pesa ambayo tulikuwa tunatumia hapa ndani kila siku kwenye matumizi yetu ya kila siku imekwisha. Sina pesa tena. Na mtu ambaye huwa alikuwa ananipa pesa mia ya kutumia ni mke wangu Bimlole. Bimlole naye saizi kapata kibenteni kingine. Nimekwenda jana, mmekuta mwanaume kule ndani kamweka ndani. Kijana mdogo hivi. Hawezi kunipa tena pesa Bimlole. Na sijui baada ya hii chenchi ya leo ilobaki ikiisha, sijui tutakula nini hapa ndani. Hapo sasa ndio unatakiwa kuonyesha wanaume wako Zumbe. Kama siku zote ulikuwa ni lele mama, unalelewa na mwanamke, unategemea mwanamke ndo akupe pesa, sasa hivi wewe ndo unatakiwa ulete pesa ndani. Mimi nataka kulelewa, mimi nataka kula vizuri, kuvaa vizuri, kupendeza muda wote. Mimi bado kijana mdogo. Sitaki kunyafulika kuonekana kama kuku mwenye mdondo wakati mimi bado binti mlembo. Mimi nahitaji pesa, nahitaji kuvaa vizuri, nahitaji matunzo yote. Yaani utachangamka tu hapa ndani. Utachangamka mwaka huu nakwambia. Sasa we binti, unajua we ni mwenda wazimu, we mjinga. We ni mwenda wazimu kupitiliza kwa sababu umechukua simu yangu. Ni heri basi ungelirudisha simu yangu kwa sababu mie ile tap nikiwaambia watu atume gift angalau wananitumia, natoa vile vijiela tungeendelea kuishi. Simu yangu umechukua, umeificha, hutaki kunirudishia. Saizi tena unaniambia sijui unataka pesa, unataka kula. Mie nifanye kazi gani? Wataka mimi nifanye kazi gani? Michezo hiyo. Hiyo michezo tu nataka nikurudishie simu. Simu hupati mzee Zumbe. You have to find a good job. Utafute kazi nzuri ambayo itatuletea kipato kingi hapa ndani, tuishi maisha mazuri. Usiniambie masuala ya TikTok. TikTok na umri huo haiwezi kukupa pesa ambazo zinanikidhi mimi mahitaji yangu. Toka, nenda mtaani kafanye kazi kama wanavyofanya wanaume wenzio. Nenda kauze mitumba Karume, nenda kabebe zege, kapige kazi za kiume, ulete hela hapa ndani. Usiniambie masuala ya TikTok. Sitaki kusikia kuhusu TikTok. Mbona uko romantiki sana leo hivyo Sam? Yaani hadi unanivuruga akili, unanichanganya. Unajua leo nimekuota na usiku wangu wa leo ulikuwa mrefu sana. Ama kweli nimejua kwamba usiku bila wewe kwangu mimi sio usiku tena. Unakuwa ni mchana, tena mchana wenye jua kali. Sijapata usingizi unajua. Hadi leo asubuhi nimeamua kujidamka kuja huku. Sam, nakutaka sana wewe kijana. Basi nimekuja na dau ambalo umelitaka. Mimi nitakupa hizo milioni 100, sijui kila siku nitakupa. Wayo! Mimi nilijua tu Bikachala usingeweza kukubali mimi niondoke kweli kwenye moyo wako kirahisi hivyo. Nilijua tu lazima utanifuata tena. Mimi nakupenda sana Bikachala. Hata hivyo mimi mwenyewe nilikuwa najisikia uchungu sana. Haiwezekani mtu tayari akasha kuzoea halafu unaondoka tu ghafla kwake. Mimi niko tayari kurudi kwako Bikachala. Naondoka, tuondoke sasa hivi. Tena tuondoke haraka kabla Bikidawa hajafika hapa. No, tuliza munkari. Mbona una haraka hivyo kama unatakuntaku? Sam, tulia. Mimi nitaondoka na wewe leo hii kwa dau lile ambalo unalitaka wewe la milioni 100 na zaidi. Lakini sharti ni moja. Nataka unionyeshe muamala wa dili ambalo wa pesa ambayo kakuingizia leo Bikidawa milioni 100 ile ambayo ameitaja kule kwangu. Nataka kuona kwenye simu yako kweli leo kakuingizia milioni 100 kama alivyokuja na dau lake.